Hello everyone. Leo niko na wale ambao wote wanapata kushiriki chakula cha usiku kila siku. Na mimi leo nataka nikwambie usile hivi usiku. Unakula hivi usiku halafu unaenda kulala. Hicho ndicho kinachoharibu mwili wako polepole bila wewe kujua. Watu wengi wanafanya kosa hili kila siku na madhara yake yanaanza kuonekana taratibu. Watu wengi hupenda kula usiku hasa baada ya kazi au shughuli nyingi za mchana, lakini ukweli ni kwamba sio kila chakula kinafaa kuliwa usiku. Baadhi ya vyakula ambavyo vinaweza kukusababishia matatizo kama kuongezeka kwa uzito, kukosa usingizi mzuri, matatizo ya tumbo. Leo nataka nikuonyeshe vyakula ambavyo hupaswi kula kabisa usiku. Itazame video hii hadi mwisho kwa sababu inaweza kukupatia kitu kizuri sana. Inaweza kubadilishia maisha yako kabisa kuanzia leo. Kama hujajiunga na channel yetu ya Uhuru wa Afya, vile vile nikusihi kwamba hakikisha una subscribe, share na una like pia. Hapo unakuwa umepata nafasi ya kupata video zetu nyingine pindi tu tunapokuwa tunazi-upload. Uhuru wa Afya ni sehemu pekee ambapo tunakuletea maarifa ya afya kila siku. Sisi kwetu afya ni bora zaidi na ndio maana tunasema kwamba kinga ni bora kuliko tiba. Hivyo tunaenda na kinga kwa haraka kabisa, na hivyo tunahitaji wewe pia uweze kufahamu ili uweze pia kujikinga mapema kabla madhara hayajaja malangoni kwako. Sehemu ya kwanza hapa nitakwenda kuzungumzia vyakula vyenye mafuta mengi kama vile chipsi, kuku wa kukaanga na vyakula vingine vyote ambavyo vinachukua muda mrefu kumeng'enywa katika tumbo lako kila unapovila. Tumbo lako linaweza kufanya kazi wakati wa kulala. Unaweza kupata maumivu au uzito tumboni. Usingizi wako unavurugika. Ndio maana watu wengi hulala vibaya baada ya kula vyakula vya mafuta mengi. Sehemu ya pili nitakwenda kuzungumzia vyakula vyenye sukari nyingi kama vile keki, soda, pipi na vyakula vyote ambavyo unavifahamu vina sukari. Hivyo haupaswi kabisa kuvila usiku kwa sababu vinakuongezea nguvu kwa muda mfupi kisha kushusha nguvu ghafla. Hivyo husababisha usingizi wako usiwe mzuri kabisa. Mwili wako unahitaji utulivu wa usiku, not msisimko wa sukari. Na sehemu ya tatu hapa tutakwenda kuzungumzia chakula kingi kabla ya kulala. Watu wengi huwa wanapenda kula chakula kingi sana usiku. Ni kosa kubwa sana. Hii inaweza kukusababishia matatizo mazito kama vile kuongezeka kwa uzito, kupata kiungulia, asidi, kukosa usingizi mzuri kabisa. Ni bora kula chakula kidogo sana kwa utaratibu sahihi na chakula chako kiwe chepesi kabisa. Sehemu ya 4, vyakula vyenye pilipili au viungo vikali. Vyakula hivi vinaweza kusababisha kiungulia, kuongezeka joto mwilini, kufanya usipate usingizi wa kutosha, hasa watu wenye tumbo nyeti. Hii ni hatari zaidi. Hapo tunapozungumzia tumbo nyeti tunamaanisha kwamba wale watu wenye matatizo ya matumbo ya mara kwa mara, unakuta yeye tumbo lake hata kila tu kitu kikawa tofauti kwa muda mchache basi anaweza akapata changamoto, labda tumbo likachafukwa, akaanza kuhara au kutapika au akaibua magonjwa mengine ambayo hayakuwa kabisa na lazima kutoka wakati huo, ila kwa sababu umekula kitu tofauti tu kinaweza kukuletea madhara. Sehemu ya 5 hapa tunakwenda kuzungumzia vinywaji vyenye caffeine kama chai, kahawa na vingine vyote ambavyo vina caffeine. Watu wengi hunywa chai au kahawa usiku bila kujua madhara yake, yaani caffeine. Caffeine huzuia usingizi kabisa. Kama una changamoto ya kukosa usingizi basi usitumie kabisa vyakula vyenye caffeine. Hivyo hufanya ubongo uwe macho, inaharibu ratiba yako ya kulala kabisa. Ndio maana unashauriwa kuepuka vinywaji hivi kila usiku. Sasa ula nini usiku?
Yes, suluhisho ni badala ya kula hivi, basi unaweza kubadilisha kabisa aina ya vyakula. Basi unaweza ukatafuta usiku vitu vya kula. Mimi hapa nakuwekea vitu vichache kabisa ambavyo unaweza ukavitumia, navyo vinaweza vikakusaidia pia kupata afya. Unaweza ukala matunda mepesi aina tofauti tofauti, at least aina 3 hadi 5 kwa siku au kwa usiku mmoja. Kidogo tu hiyo itakusaidia kuweza kuboresha zaidi afya yako. Unaweza ukala mboga, chakula kidogo chenye afya. Hii itasaidia mwili wako kupumzika vizuri na kulala usingizi mzuri. Kula usiku sio tatizo. Tatizo ni unakula nini na kwa kiasi gani. Unaepuka makosa haya, utaanza kuona mabadiliko kidogo kidogo. Usingizi mzuri, mwili mwepesi na afya bora. Je, wewe huwa unakula nini usiku? Basi unaweza kuandika hapa kwenye comment. Usisahau